Mama, karibu. Mama, wewe ndio mwangaza wangu mama. Sasha, ndio umeonyesha tabia gani mbele ya mama? Unataka kuonyesha tabia gani? Yaani mama ndio kwanza amefika. Baada ya umpokee wewe unatoka na unaingia ndani. Alafu ndio umemwangaliaje vile mama? Unataka kuchukuliaje wewe? Nikuulize kitu. Unilipa taarifa yote kwa mama yako anakuja? Uliniambia? Mimi mwenyewe nilikuwa sina taarifa kama mama anakuja. Nimekuja tu kushtukia yupo hapo nje. Nimkatae? Nimkatae mamangu? Sikuwa na chaguo lolote, nimeona tu nimkaribishe ndani. Maana hapa ni kama nyumbani kwake tu. Hawezi. Kama angekuwa anakuja bila taarifa, usingekuja naye, angekuja mwenyewe. Kwa sababu unaona mimi sina umuhimu kwako, ndio maana ukaamua kufanya mambo yako bila mwenyewe kunishirikisha. Hakukuwa na haja Sasha. Hii ni mkushirikisha, iwe sija kushirikisha. Mama hapa ni nyumbani kwake na ana wajibu na ana haki ya kuja kwa muda wote ule. Kumbe. Sikiliza, mimi siwezi kufanya kitu ambacho sijashirikishwa. Nenda kaendelee na mama yako. Ndio nijibu hivyo Sasha? Kama ulivyosikia. Mama, wewe ndio mwangaza wangu mama. Wewe ndio dunia yangu mama. Wewe ndio faraja yangu mama. Wewe ndio wa kwanza kwangu. Karibu sana mama. Asante sana mwanangu. Vipi? Uko vizuri kweli na mwezio? Ndiyo mama. Tuna maelewano. Isipokuwa tumbo tu linamsumbua. Lakini ameendelea ni kujiweka sawa. Atarudi muda sio mrefu. Vipi lakini huko ulipotoka? Kwema? Usalama utoke wapi mwanangu? Mimi naumwa. Mwanangu, silali mchana, silali usiku. Yaani naumwa, mwili wote unaniuma. Nimekuja mwanangu nje kujisikilizia kwanza siku 2-3. Mama, nini shida zaidi kinachokusumbua? Baba, mwili tu unanisumbua. Nadhani na utu uzima nao. Sawa mama. Wewe relax. Hapa ni nyumbani. Nisubiri tu kwa kipindi hichi kifupi, bado sijapata pesa. Lakini nitakapopokea mshahara nitakupeleka hospitali mama, ili uende ukaangalia afya yako zaidi. Sawa mama? Asante sana baba. Sawa mama, usijali. Kuwa na amani kabisa. Kanipe kwanza maji ya kunywa. Sawa mama, vipi nikuletea moto au ya baridi? Nipe ya moto. Sawa basi mama. Miezi 9 tumboni, leba hoi tabani, kunibeba mgongoni, vyote ulivumilia. Mama wewe wa thamani, nikufananishe na nani? Hakuna hapa duniani, wendo wangu malikia.
Kama baby, wife, vipi, uko poa? Nashukuru Mungu. Sijui. Mimi niko fresh. Nilikuwa nakuaga bwana, mimi ndo naelekea kazini maana muda wenyewe hapa tayari umeshaenda. Naona nimechelewa. Okay. Bye. Nakupenda eh? Nakupenda pia. Vipi mwanangu? Kuna tatizo? Sio tatizo. Kuna zaidi ya matatizo. Matatizo gani hayo mwanangu? Yaani ujio wako katika hii nyumba naona ni nuksi. Alafu una siku ngapi za kukaa humu ndani? Kwani mwanangu, ujio wangu wa mimi hapa ndio tatizo? Sikia wewe kibibi, sijapo kwa ajili ya majadiliano. Humu ndani nataka poe kusafi. Kazi zote za humu ndani utazifanya wewe. Yaani nikiamka asubuhi nikute nyumba iko safi. Umefua, umeosha vyombo, umedeki. Lakini mwanangu, sitaki majadiliano. Tena ukome. Alafu ole wako aje mwanao mwambie. Miezi 9 tumboni, leba hoi taabani, kunibeba mgongoni, vyote ulivumilia. Mama wewe wa thamani, nikufananishe na nani? Hakuna hapa duniani, wendo wangu malikia. Mama wewe ndio mwangaza wangu mama, wewe ndio dunia yangu mama, wewe ndio faraja yangu mama, wewe ndio wa kwanza kwangu. Mama. Mama. Upo sawa lakini? Upo salama eh? Basi sawa, ngoja mimi niingie ndani kidogo nikajiweke sawa. Baby, mbona upo kama nilivyokuacha? Vipi, una tatizo? Mume wangu, toka nimeamka sijisikii vizuri, mwili unaniuma. Kwa hiyo sitatoka nje kabisa. Kwa hiyo ina maana
Tangia nilivyokuacha hujatoka kabisa nje. Na vipi kuhusu mama? Umemhudumia kitu chochote? Kwani mamako si mtu mzima? Na mimi nimezani ulivyotoka umemwachia chochote. Halafu pia sijamwona akija kunigongea. Hivi una akili kweli wewe? Nakuuliza, una akili? Yaani tangia asubuhi mwanamke mzima umeshinda umelala tu hapo. Ulitaka nani afanye kazi za huko ndani? Nani akupikie? Nani akoshe vyombo? Nani akufagie huko ndani? Kazi zote unataka fanye mama eh? Unataka mama akufagilie? Mama akufanyie usafi hata huko chumbani? Unataka mama ndo akupikie? Wewe mwanamke mbona unakuwa una akili wewe? Hauna hata adabu. Kwa mama ndo akufanyia kila kitu huko ndani. Hivi ni tabia gani hizo unazoonyesha mbele ya mama yangu? Baby, yule ni mtu mzima. Shut up! Don't talk any fucking shit. Hivi mwanamke umefungwa kweli nyumbani kwenu? Umeolewa na ukaelekezwa jinsi gani ya kuishi katika ndoa? Yule mimi ni mama yangu na wewe ni mke wangu. Kwa hiyo baki katika mipaka yako. Alafu wewe unatakiwa kumheshimu yule kama jinsi ambavyo unavyoniheshimu mimi. Usije ukadiriki kuongea neno baya lolote kuhusiana na mama yangu. Na kuheshimu, naomba uweze kuichunga mipaka yako. Umenielewa? Mama. 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 Upo sawa lakini? Niko sawa. Usiku umekula? Hapana. Mchana? Pia sijakula. Sasa mama unakuwaje sawa na wakati ujala? Na imekuwaje mpaka usile? Sawa basi, ngoja nini nikufuatie chakula. Na chochote nitafanya ili nikutunze mama, iwe kufa kupambana, chochote nitapitia. Umenifunza ya maana, niishi vizuri na wana, yote yale uliyosema mimi ndo najivunia. Alafu mama, unajua nimemisi sana pishi lako. Unajua? Boba na maharage. Ewa. Unajua mama, unaweza sana kupika boba na maharage. Lini utatupikia? Nitakupikia mwanangu sija. Alafu mzee yuko hapa. Basi mama. Vipi? Iko sawa kweli? Sijui mama.
Samahani kidogo, ngoja nakuja. Shida nini? Are you serious? Unaniuliza shida ni nini? Ina maana ulikuwa usikii? Ulikuwa usikii harufu inatoka mle ndani? Harufu? Kulikuwa na harufu. Hebu nisikilize. Kwa hiyo harufu nilikuwa nanuka mimi au alikuwa nanuka mama yangu? Hivi unajisikia kweli hicho unachokiongea? Nilikuwa nasikia harufu. Kwa hiyo unataka kusema kati ya mimi na mama yangu nani ananuka? Hivi ungekuwa unanuka ningekuvumilia usiku kucha. Kwa hiyo mamangu mimi ananuka? Jibu. Nikupe peni upige mstari. Wewe, unafanya nini? Unataka kunipiga? Nipige. 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 Wewe. Amna, ni kichefuchefu tu. Hatakuwa sawa. Mama, wewe ndio mwangaza wangu mama, wewe ndio dunia yangu mama, wewe ndio faraja yangu mama, wewe ndio wa kwanza kwangu. Sasa akawa mwanamke wako amefikia hiyo hatua, mbona ni too much sasa? Anafikia hatua ya kumdharau mama yako. Hiyo sio hatua nzuri, na mwanamke akishafikia hiyo hatua ni hilo kaachana naye. Nakuelewa sana kaka, na hii ndio maana nakwambia kwamba nipo katika njia mbili ambazo sijui hata nizifumbue vipi. Sote tunafahamu ya kwamba mama ana thamani yake, lakini pia mke ana nafasi yake kwangu. Sijui hata kwa nini mke wangu anakuwa anafanya haya kwa mzazi wangu, na sidhani kama hata yeye angeweza kumfanyia haya mama yake. Lakini inatakiwa upime umuhimu na thamani. Ukiwa na mwanamke wako unapungukiwa nini? Ukiwa na mama yako unapungukiwa nini? Kama unaona ukiwa na mwanamke wako kuna vitu vinapungua, ni heri ukaachana naye, kwa sababu wanawake wapo wengi sana. Unatakiwa uchague njia ambayo itakuwa sahihi kwenye maisha yako. Unaona mwanamke wako anakuchanganya, achana naye, kwa sababu thamani ya mama yako hauwezi kuilinganisha na mwanamke. Mwanamke unaweza kumpata leo, kesho kaachana naye, lakini mama uwezo kumpata leo alafu kesho achane naye. Yaani mama yako atabaki kuwa mama yako, hata kama akiwa mlemavu, akiwa mgonjwa, huyo ndo mama yako. Uweze kumbadilisha mama, lakini una uwezo wa kumbadilisha mwanamke. Kwa hiyo kuwa makini sana katika maamuzi yako. Kwa upande wangu mimi, kila mmoja ana thamani. Mama ana thamani sana kwangu, lakini pia nampenda sana mke wangu. Alaiti kama mke wangu angejua mama yangu ana thamani gani kwangu, sidhani kama angeweza kuyafanya haya anayoyafanya. Hata hivyo mimi na yeye tayari tumeshashindwana. Natakiwa kuchagua njia sahihi ya kuweza kumlinda mama yangu. Kama anazingua achana naye. Hakuna haja ya kumng'ang'ania mtu ambaye akili zake bado lezi.
Hello dada. Hello binti yangu, niambie. Shikamoo. Marhaba, za huko? Za huko si nzuri. Vipi tena, kuna shida gani binti yangu? Mama mko amekuja nyumbani, lakini simuelewi kabisa. Haumuelewi? Unamaanisha nini? Yaani ananitesa. Kwanza nimchonganisha na mume wangu. Hii mimi hata simuelewi. Hapa na mambo kama ushirikina. Oh, sawa. Vipi lakini muongea na mume wako? Hapana, sijaongea naye. Ndio maana nimekupigia wewe ili niongee naye. Basi sawa binti yangu, ondoa shaka, nitaongea naye. Unataka tufanyaje? Nataka uongee naye. Ikiwezekana mama yake aweze kuondoka hapa. Maana mimi siwezi kuishi naye. Basi sawa, ondoa shaka binti yangu, kila kitu kitaenda kama unavyotaka. Okay, dada. Vipi, kuna lingine au ni hilo tu? Hapana, ni hilo tu. Basi sawa, ondoa shaka. Hivyo kizee, toka muda huo tu unaosha vyombo, alafu kazi zingine kwenda nafanya. Kama kazi mimi nafanya, vyombo naosha, kupika napika, ndani usafi nafanya. Ni nini ambacho ulichoniambia nifanye mwanangu mimi nikakosa kufanya? Kwani toka nije hapa mimi kuna kitu ambacho nimekukosea mwanangu? Mimi sio mwanao. Mwanao ni huyu aliyotoka. Maliza kazi zako huko. Alafu kitu kingine tutokijua, mimi sio kwa na kunyanyasa. Ila mimi sipendi wewe unakaa hapa. Kwani una sehemu zingine za kwenda? Au ngoja nikushauri kitu. Sasha, kulikoni kumuongelesha mtu mzima hivyo? Ananikela huyo. Hata kama, lakini huyo ni mamako. Tuachane na hayo. Naambia. Nimekuja kukukumbusha kuhusu vikoba. Maana najua rafiki yangu uchelewe kusahau wewe. Sawa, hamna shida. Karibu basi. Mimi sio mkaaji bwana, nina haraka. Haya, kwa heri. Haya, bye. Oh, habari yako Shem? Salama Shem. Za masiku Shem. Mbona una muda mrefu sana hujaje kutembelea? Hapana Shem. Hata mguu unaoona hapa nimetoka kwako. Oh, vipi? Nyumbani lakini sio unakuta hapo salama? Wako salama. Lakini kuna situation nyumbani nimekuta sijaipenda. Situation gani hiyo Shem? Nimemkuta mkeo akiwa anamlalamikia sana mama. Hivyo akidai kwamba anahitaji mama amalize kuosha vyombo, akadeki pia ndani yeye akiwa amekaa. Kwa hiyo sasa sijapenda kitu kama hicho, lakini nadhani wewe ukienda kuzungumza naye mambo yote yatakaa vizuri. Sijakuelewa Shem. Yaani mama yangu mimi anaosha vyombo
anafanya kazi za ndani wakati mke wangu yupo? Ndio, lakini shemu, inatakiwa ukazungumze na mkeo, ajue majukumu yake ya nyumbani, na asizani mama amekaa hapo kama mfanyakazi. Hivyo mahitaji ya nyumbani anatakiwa yafanye yeye, na kwa umri wa mama anahitaji sasa hivi apumzike, afurahie matunda yako, lakini imekuwa sivyo kabisa. Ila na imani ukienda kuzungumza na mke wako mambo yote yatakaa vizuri, lakini ukazungumza naye kwa upendo, usitumie hasira shemu. Hivi Sasha upoje kwani? Hivi ni kwa nini anafanya haya mambo kwa mama yangu? Hivi hata ingekuwa mama yake kweli shemu angeweza kumfanyia hivi? Hata na mimi nashangaa shemu. Sikutarajia kabisa kuikuta situation kama ile nyumbani kwako. Nilijua Sasha na mama yake wanaishi kwa upendo sana, lakini nimeshangaa. Sawa shemu, tutaenda kuzungumza naye. Sawa, kwaheri. Halo. Halo, habari yako? Vipi kwema huko? Kwema baba. Nimepiga simu na mkeo, ameniambia kwamba kuna shida huko. Kwani kuna tatizo gani? Nasikia mko mmekuja hapo nyumbani na mkeo amenipigia simu kuna shida. Lakini baba, mimi sijaona kama kuna tatizo lolote ile kama mama akiendelea kuishi pale. Kwa sababu mbona tunaishi naye kwa amani tu? Nisikilize. Mwanangu ameniambia kwamba kuna vitu mkeo. Nisikilize. Mwanangu ameniambia kwamba kuna vitu mamako anamfanyia sio vizuri. Na huyo ndio mwanangu wa kipekee. So kama unamtaka mkeo, muondoe mamako. Na kama unamtaka mamako, basi nirudishie mwanangu hapa nyumbani. Full stop. Sawa mzee. Nitafanya hivyo. Mama, wewe ndio mwangaza wangu mama, wewe ndio dunia yangu mama, wewe ndio faraja yangu mama, wewe ndio wa kwanza kwangu. Nasema utakuwa ushaongea na baba. Yeah. Niliongea naye. Lakini unaonaje kuhusu hilo? Mimi naona tu bora mama yako aondoke. Kwa sababu mimi naona sio chochote anachokifanya. Alafu tunakuwa tunajibana sana, tupo huru kama mwanzo. Tukitaka kufanya segment tunafanya mambo yetu kokote tunapotaka. Sasa hivi toka mamako aje, uko busy na mama yako mara nyingi. Hata uhuru na wewe unakuwa nakosa. Kweli eh? Sawa. Kwa hiyo ulikuwa unataka tumpeleke wapi? Arudi kijijini. Au kama kule hakuna mtu wa kumwangalia, tumpeleke sima kulelea wazee. Basi sawa. Jiandae, kesho asubuhi tutampeleka huko unapotaka. Msikia? Sawa. Pumzika tu.
katika siku ambazo umenifurahisha ni leo. Najua uamuzi uliochukua ni kubaki na mimi na mama yako aondoke, si ndio mume wangu? Hivi una akili kweli? Kichwa chako kina chaji hicho? Hivi wewe ni mwanamke gani ambao haujui thamani ya mzazi? Unajua thamani ya mama? Sasha, yule ni mama yangu, mtu pekee ambaye ana thamani katika hii dunia. Nimeshajua tayari njama zako na baba yako. Mnahitaji nimfukuze mzazi wangu, si ndio? Sasa nisikilize, siwezi nikamfukuza mama yangu na nikakuacha wewe katika hii nyumba. Nilichokiamua ni kwamba wewe unatoka katika hii nyumba. Sasha, tayari nimeshafanya uchaguzi kati ya njia mbili ambazo umeniwekea. Nimechagua njia moja ambayo ni sahihi, na yeye ni mama yangu na si wewe. Nachokiomba sasa hivi, chukua kila ambacho kinachokuhusu humu ndani na utoke. Mama. Mwanangu. Unaweza ukaniambia shida nini? Mama, huyu mwanamke siwezi tena nikamvumilia kuishi naye katika hii nyumba. Hafai kabisa kuitwa mke. Hivi ni tabia gani alizokuwa nakufanyia? Yaani wewe usinisa sana mama yako. Kwa hiyo unamfanyia vitendo ambavyo havistahili. Mama, huyu lazima Juma. Unataka waseme nini majirani? Kwamba mimi nilikuja hapa kwako ndo nimekuja kuvunja ndoa ya kwako? Mama, huyu mwanamke hawezi akabadilika. Alafu mbaya zaidi, anakufanyia vitu vyote hivyo unashindwa hata kuniambia. Mimi siwezi ngamsamehe mama. Kama mtoto ndani. Mungu, naomba nisamehe. Sitarudia tena. Naomba nisamehe, nipe nafasi ya mwisho. Mama, naomba nisamehe. Sitarudia tena. Ni Bilisi tu alinipitia. Mama, mimi siwezi kabisa mimi nikamsamehe. Hebu toka. Kama nilikuweka tumboni kwangu miezi 9 na nikakuzaa kwa uchungu na nikakulia kwa uchungu, huyu mwanamke sitaki ondoke huko ndani, na kama ataondoka huko ndani na mimi nitaondoka. Mama, wewe ndio mwangaza wangu mama, wewe ndio dunia yangu mama, wewe ndio faraja yangu mama, wewe ndio wa kwanza kwangu. Miezi 9 tumboni, leba hoi tabani, kunibeba mgongoni, vyote ulivumilia mama, wewe wa thamani, nikufananishe na nani? Hakuna hapa duniani, wendo wangu malikia. Oh,
wangu mama, wewe ndio dunia yangu mama, wewe ndio faraja yangu mama, wewe ndio wa kwanza kwangu. Miezi 9 tumboni, leba hoi tabani, kunibeba mgongoni, vyote ulivumilia mama, wewe wa thamani, nikufananishe na nani? Hakuna hapa duniani, wendo wangu malikia mama, wewe ndio mwangaza wangu mama, wewe ndio dunia yangu mama, wewe ndio faraja yangu mama, wewe ndio wa kwanza kwangu. Na chochote nitafanya ili nikutunze mama, iwe kufa kupambana, chochote nitapitia. Umenifunza ya maana, niishi vizuri na wana, yote yale uliyosema mimi ndo najivunia. Akulinde Mola hapa duniani mpaka kiyama, wewe wa thamani. Akulinde Mola hapa duniani mpaka kiyama, wewe wa thamani.